Karibu sana msikilizaji wetu wa kipindi hiki kizuri sana kinacholetwa kwako nami mchungaji Andrew Shemson Ngai. Kwa siku ya leo, ikiwa ni leo ni tarehe 28, sasa hivi ni saa 9 na dakika 45. Tumebakisha siku chache lakini kumaliza mwaka, lakini tumetoka katika sikukuu ya Christmas. Ninachotaka kukuletea hapa ni kipindi kizuri kinachoitwa sikukuu mbalimbali, kwa maana kwamba Christmas pia huadhimishwa na watu mbalimbali duniani. Kwa hiyo kichwa B tunaweza kusema sikukuu ya Christmas. Ninachotaka kuzungumza ni nini? Ninachotaka kuzungumza ni juu ya ni kweli kuwa kuzaliwa tarehe 25, kuzaliwa kwa Yesu Kristo tarehe 25 ni siku halisi? Unaweza wewe ukasema kwamba kuzaliwa tarehe 25 si siku halisi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Nasi siku ya leo tukiwa pale kanisani tulijifunza somo hili na tumeona kwamba hata wewe msikilizaji wetu tusikuache nyuma ukabaki hujajifunza kwa kina juu ya siku hii ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Naweza nikasema au kuanza tu moja kwa moja kwa kusema kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 si siku halisi ya kuzaliwa Yesu Kristo. Tarehe 25 si siku halisi ya kuzaliwa Yesu Kristo. Kwa nini tuzungumzie kwamba si siku halisi ya kuzaliwa Yesu Kristo? Tunasema hivyo kwa sababu tarehe 25 si tarehe halisi ya kuzaliwa Yesu. Ilichaguliwa na wanadamu, kanisa la awali au utawala wa Kirumi. Utawala wa Kirumi ambao kanisa lao hadi leo ni kanisa la Roman Catholic. Si neno la Biblia. Lakini hiyo haimaanishi Christmas ni dhambi moja kwa moja. Tatizo si tarehe, ila tatizo ni maudhui, kusudi na roho ya maadhimisho. Nimesema, lakini hiyo haimaanishi Christmas ni dhambi moja kwa moja, bali tatizo si tarehe. Tatizo ni maudhui, kusudi na roho ya maadhimisho. Haleluya. Wewe ambaye unaungana nami, mimi ninaitwa mchungaji Andrew Shemson Ngai, ambaye nimekuwa mara nyingi nikifundisha watu juu ya mambo ya ndoa na familia, lakini ni huduma yangu ikiambatana na uponyaji mbalimbali, ambapo shuhuda kemkem zimekuwa zikiambatana na mafundisho haya, ambapo nimekuwa nikiwaombea watu kwa njia ya simu, lakini sasa nimeanza rasmi huduma hii ya online live au kupitia vipindi vinavyorekodiwa. Kwa hiyo tuendelee kuwa pamoja na wewe mtumishi wa Mungu ambaye tazama siku hii ya leo upo pamoja nami kwa ajili ya kuweza kujifunza haya mambo ambayo Mungu kwetu ni kimbilio. Mungu kwetu ni kimbilio la nguvu, na sisi sote kwa pamoja tunajua kabisa kwamba pasipo uweza wa Bwana hatuwezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo nikualike tu popote pale ulipo kwamba ndugu yangu na mpendwa wangu ambaye uko pamoja nami, hebu uweze kukaa mkao wa kupokea ili fundisho ambalo lipo kwa ajili ya uponyaji wa roho zetu. Neno ambalo tunasimama nalo kila wakati katika kufundisha, au ambalo mimi huwa linanitia nguvu na hatimaye ninaiona miujiza ya Bwana. Neno hili linatoka kwenye kitabu cha Waefeso sura ile ya 3 na mstari wa 20. Neno la Mungu linasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Hebu rudia nyuma yangu useme, basi atukuzwe yeye. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno, kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Hicho ni kitabu cha Waefeso sura ile ya 3 na mstari ule wa 20. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwamba kumbe zipo nguvu zitendazo kazi ndani yetu. Hiki ndicho ninachokimaanisha mahali hapa, kwamba
zipo nguvu zitendazo kazi ndani yetu. Sasa katika yule atuwezeshaye kuwa na hizo nguvu, basi yeye atukuzwe. Tumishi na mpendwa wangu ambaye ni msikilizaji wa kipindi chetu hiki kizuri cha kujifunza juu ya siku za sikukuu au siku ya Christmas, endelea kuwa pamoja nami tuweze kujua juu ya kwa nini tunamtukuza huyu yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Huyu ametuwezesha na ametupa nguvu na mamlaka. Katika kitabu hiki cha Waefeso sura ile ya 3 na mstari wa 20, huyu Yesu Kristo ametupa nguvu iwezayo kufanya kazi ndani yangu. Ndio maana naweza nikashuhudia nikasema, katika kuomba kwa jina hilo watu wanafunguliwa, katika kuomba kwa jina hilo watu wanafunguliwa. Na wewe sasa uelewe kwamba basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo aendelee kukutunza, mtumishi wa Bwana. Tukirudi kwenye somo letu ili tuweze kuendelea. Na ninachotaka kusema nini mbele yako siku hii ya leo? Biblia haisemi Yesu alizaliwa tarehe 25 Desemba. Sikiliza uwe pamoja nami. Biblia haisemi Yesu alizaliwa tarehe 25 Desemba. Ndio maana wengine unakuta kwamba wana challenge, wanasema kwamba hii siku wanaoiadhimisha siku hii wanaabudu miungu mingine. Yaani wana maana gani? Hakuna andiko lolote kwenye Biblia linalotaja tarehe linaloamuru kusherehekea birthday ya Yesu. Kinyume chake, sasa katika kujifunza, wachungaji walikuwa uwanjani wakilinda kondoo usiku. Wachungaji, Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Wachungaji walikuwa uwanjani wakilinda kondoo usiku. Hebu fungua kitabu cha Luka, fungua hapo Bwana Baraka, kitabu cha Luka sura ile ya 2 na mstari ule wa 8. Luka 2 mstari ule wa 8. Haleluya. Tuweze kwenda kusoma sisi sote kwa pamoja. Naam, karibu usome. Neno la Mungu linasema, ndiyo, na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji, ndiyo, wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Ndiyo. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Ndiyo. Utukufu wa Bwana ukawang'alia pande zote. Ndiyo. Wakaingiwa na hofu kuu. Ndiyo. Malaika akawaambia, ndiyo, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Ndiyo. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Kwa maana leo katika ule mji, na naweza nikasema katika ule mji wa Bethlehem, katika hori la ng'ombe amezaliwa mkombozi wa dunia yote. Yeye ni mkombozi wa dunia yote. Hebu mimi pia niweze kurudia hii Luka 2 kuanzia ule mstari wa 8 ili tuweze kujua. Inawezekana kwamba katika kusoma kwake mtumishi wa Mungu Baraka, wewe inawezekana kuna baadhi ya maneno ukuweza kuyaelewa. Neno la Mungu linasema katika ule mstari wa 8, na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Hawa watu walikuwa wakilinda zamu, wakikaa makondeni. Yani makondeni ni mabondeni. Unaweza kusema mabondeni. Sasa bondeni hao walikuwa wakilinda makundi yao, yani wanalinda kondoo zao au mifugo yao makondeni. Na kama tunavyojua kwamba kipindi cha mwezi Desemba katika nchi hizi kuna baridi sana. Hii ni ishara mojawapo kwamba wakati wa baridi watu hawawezi kukaa tena usiku makondeni au mabondeni wakikaa wakilinda mifugo yao. Sasa hii ni moja katika uthibitisho wa mazingira kwamba si kweli kwamba
tarehe 25, kipindi ambacho ni kipindi cha baridi kali, kwamba ndio muda ambapo Yesu Kristo alizaliwa. Anasema, na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Mstari wa 9 anasema, malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Haleluya! Hata wewe siku ya leo malaika wa Bwana akutokee ghafla. Msikilizaji wangu, neno la Mungu tunajifunza kwa kuamini. Aaminie na kubatizwa. Aaminie na kubatizwa, kwa sababu katika kile kitabu cha Warumi ile sura ya 10 na mstari wa 9 tunafundishwa kuamini. Kwa hiyo basi sasa wewe hebu amini neno hili, malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Ninakufundisha kuamini nini? Amini na wewe siku ya leo kwamba malaika wa Bwana anakutokea ghafla. Haleluya, haleluya, mtumishi wa Mungu. Amen. Utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote. Na wewe kuwa katika mawazo kwamba siku hii ya leo usiku tarehe 28 utukufu wa Bwana utakufunika, utang'aa. Anasema kwa sababu watu wale walikuwa, ule mstari wa 8 wanasema, wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Na wewe usiku wa leo Bwana akakutokea, malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Hofu juu ya utukufu wa Mungu, hofu juu ya kuponywa magonjwa yako, hofu juu ya magonjwa yale yaliyokuwa yanakusumbua, hofu juu ya changamoto za uchumi na kila namna, umeteseka na magonjwa kila namna mbalimbali, na hofu juu ya kutokewa na hiki ambacho kinakwenda kutokea siku hii ya leo. Hebu amini kwamba yanatokea na uponyaji wako ukaweze kutendeka, uweze kufanyika siku ya leo. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Hiki ndicho ambacho kinatokea mahali hapa, na katika hayo hebu tupate mapumziko mafupi na baadaye tutaweza kuendelea. Tuangalie kile tulicho rekodi, sisi tukawa tunaenda tu. Sasa awamu ya